Oh yes, mpenzi mtazamaji wa chetu hii ya YouTube ya 5 Media, don't forget subscribe, like pamoja na kucomment ili watu mbalimbali waendelee kupata makala ambazo tunazichapisha kupitia YouTube chetu hii ya 5 Media. Na story kubwa ambayo inaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na ndio ambayo imeweza kutufanya siku ya leo kukuandalia makala hii inayomhusu binti mwenye historia ya kusisimua na historia ya kweli ya Miriam Chirwa. Safari ya maisha, huduma yake kwa jamii, hatua nyingine ambayo siku ya jana imeweza kugonga vichwa mbalimbali kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, akihusisha kuweza kuchumbiwa. Sasa leo tunakuletea historia kweli ya binti aliyewahi kugusa mioyo ya watu wengi akiwa mdogo kupitia kipaji chake cha uimbaji wa Injili na ujumbe wa matumaini, jambo ambalo linawafanya baadhi ya watu kuendelea kuamini ya kwamba Miriam Chirwa ni moja kati ya sauti ambayo inamulika watoto wadogo. Inaelezwa kwamba Miriam Chirwa alijitambulisha kwa jamii akiwa bado mtoto kupitia kipaji chake cha kuimba nyimbo za Injili. Pamoja na yote, kwa mujibu wa maelezo yake katika mahojiano mbalimbali ambayo amewahi kufanya katika vituo mbalimbali vya habari, Miriam Chirwa amekuwa akieleza sehemu ya maisha yake tangu akiwa mdogo. Aliimba si kwa lengo la umaarufu, bali ni kwa njia ya kumtumikia Mungu na kuwasilisha ujumbe wenye matumaini ya kuwaleta watu kwa Mungu. Inaelezwa pia kwamba akiwa bado kijana mdogo, kipaji chake kilimfungulia milango ya kipekee. Alipata fursa ya kushiriki katika matukio ya kitaifa, kimataifa yanayohusu watoto wadogo, ikiwemo kuwakilisha watoto wa Tanzania katika majukwaa ya kimataifa ambayo yalihusisha baadhi ya nchi barani Afrika. Moja ya vitu ambavyo vimebeba sauti yake pamoja na nguvu aliyokuwa nao katika ushawishi ni sauti ya watoto na ujumbe aliobeba. Katika moja ya nyakati muhimu za maisha yake, Miriam Chirwa aliwahi kushiriki kwenye maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Afrika. Katika tukio hili aliimba pia na kuzungumza masuala yanayohusu watoto. Pia kwa mujibu wa alichokizungumza mwenyewe, aliona kipaji chake kama jukumu. Alieleza kuwa mtoto wana vipaji vikubwa, lakini wengi hukosa msaada, malezi sahihi na fursa. Hivyo kupitia sauti yake alitamani kuhamasisha jamii kuwatambua watoto na kuwapa nafasi ya kukua na kuendelea kufanya yaliyo makubwa ndani ya jamii. Katika maisha yake, Miriam Chirwa amekuwa akipitia changamoto mbalimbali kutoka kwa jamii pamoja na namna ambavyo watu wanamchukulia. Inaelezwa kwamba Miriam Chirwa safari yake haikuwa rahisi. Umaarufu wa mapema ulimletea changamoto zake, matarajio makubwa ya watu, presha ya jamii na hatari ya kupoteza mwelekeo. Ndiyo maana alisisitiza umuhimu wa nidhamu, maombi na uwepo wa wazazi walezi wenye maono katika kuiongoza safari yake. Changamoto hizi zilimfundisha kuwa kipaji chake hakitoshi, bali kinahitaji maamuzi sahihi ya msingi imara ya kiroho na kimaadili. Pia Miriam Chirwa ni moja kati ya watu ambao alianza kupungua sana kuonekana hadharani. Kwa mujibu wa maelezo yake, uamuzi huu unatokana na kupotea kwa kipaji, bali ilikuwa ni hatua makusudi kujenga kukua kimwili na kiroho, kulinda maisha yake binafsi. Alieleza kuwa si kipaji kinapaswa kuishi chini ya mwanga wa kamera kila wakati. Kwa yeye alikuwa muhimu kukuza kwanza ndani kabla ya kuendelea mbele. Uamuzi huu uliwafanya watu wengi kujifunza alipo, lakini kwa mujibu wake alikuwa kwenye safari ya maandalizi ya maisha yake. Miriam Chirwa analeta mtazamo wake kuhusu maisha na mahusiano. Katika kauli zake chache kuhusu maisha binafsi, Miriam Chirwa aliweza kuweka wazi kuwa alitamani sana maadili, heshima na hofu ya Mungu. Hakuwahi kuanika mahusiano yake hadharani, akiamini kuwa mambo ya moyo yanahitaji busara pamoja na faragha. Alionyesha msimamo wa kutokubali shinikizo la jamii, hasa kwa msichana aliyekuwa mbele ya macho ya watu wengi. Alieleza kuwa kila hatua ya maisha ina wakati wake na umuhimu wa kusubiri kwa hekima. Siku ya jana kumekuwa pia kuna taarifa ambazo zimekuwa zikitembea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook, Instagram pamoja na page mbalimbali zikimuonyesha Miriam Chirwa tayari amekwisha kuweza kuchumbiwa. Nini maoni yako kutokana na mitazamo ya watu, kipaji chake halisi alichojijenga ndani ya miaka kadha wa kadha? Nini mtazamo wako kuhusu mwanadada huyu Miriam Chirwa? Hii ni 5 Media, don't forget subscribe, like pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali. Na hivyo pia tutaendelea kupasha habari mbalimbali za kimichezo, za kisiasa kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ulikuwa nami msomaji wako wa nakala hii ambaye anaitwa Uncle 5. Bye tena
Mpaka wakati mwingine, mimi sina la ziada.